الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء وإمام المرسلين. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa mapenzi yake na kwa huruma zake ametujalia kuweza kuidiriki siku hii ya leo, siku adhimu ambayo kila mmoja wetu yawezekana ndani ya mwaka huu kuiwahi siku hii, yaweza ikawa ni sehemu ya historia, akaandika historia yake kwamba Ijumaa ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani katika mwaka huu na mimi nilikuwemo mwaka fulani. Kwa hiyo ni historia kubwa. Tunamtakia rehema na amani kiongozi wetu wa umma ambaye ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maelekezo yake na mafunzo yake, imefika wakati mimi na wewe tunajua thamani hata ya kufika mahala kama hapa. Lazima mara kwa mara tuwe tunamtakia rehema na amani kwa makubwa na mengi aliyoyafanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nitangulize kujihusia mimi mwenyewe nafsi yangu, lakini sambamba katika kuliambatanisha hilo pia niwahusieni ndugu zangu watukufu wa Islam, sote kwa pamoja tushikamane kwenye mambo makuu mawili. Tumche sana Allah na tuwe watiifu kwenye maelekezo yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa min kulli shay'in khalaqnahu zawjayn. Anasema na katika kila kitu unachokiona tumekiumba katika muumbo, yani muundo wa pea viwili viwili, zawjayn. Kila unachokiona imeumbwa katika muundo wa pea, na ndio maana pea inapokuwa imekaa sawa ndio unapatikana ukamilifu wa kitu. Yani itakuwa kiloja kikubwa pale utakapoonekana mtaani umevaa kiatu upande mmoja alafu upande mmoja upo peku peku, kwa sababu sio kanuni. Kanuni ikamilike pea ndio unaonekana ukamilifu wa kitu au hata ukamilifu wa mtu. Ukijitazama we mwenyewe tu katika muundo wa namna ulivyoumbwa, hapo ulipo una masikio mawili, hapo ulipo tundu za pua ziko mbili za ujaini, hapo ulipo ukijitazama una mkono wa kulia na mkono wa kushoto, hapo ulipo ukijitazama una mguu wa kulia na mguu wa kushoto. Walikulli shay'in khalaqnahu zawjayn wa min kulli shay'in khalaqnahu zawjayn. Kila kitu tumekiumba kikiwa katika muundo wa pea. Kwa hivyo basi utaona wazi pale ambapo panapohitajika uwepo wa pea kikakosekana kimoja, tayari madhaifu yameingia. Na hapo ndo tuwe makini sana. Mahala ambapo panapohitajika uwepo wa pea, kwa maana vitu viwili, kikapatikana kimoja, lazima udhaifu utajitokeza. Nini nataka niseme kupitia nukta hii? Nataka niseme kwamba jambo la kwanza, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumshukuru katika lipi? Kila mmoja kwa nafasi yake aliyeamua akasema kwamba kutokana na mazingira ambayo nilikuwa nayapitia huko awali, leo mimi nimeamua kubadilika.
niingie msikitini, niswali, nifanye ibada, nifunge. Lakini kama kulikuwa na machafu nilikuwa ninayatenda hapo zamani, niamue kabisa kuyaacha sasa hivi, niwe katika watu safi. Alhamdulillah, jambo la mabadiliko, muda wa kuwa mwanadamu analo yeye mwenyewe, na kama ameamua kubadilika kweli, ni hatua ya kwanza ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hatua ya pili, hiyo itakuwa kwa sababu itakuwa bado sio pea. Ili iwe pea, hatua ya pili baada ya kuingia katika mabadiliko, na ili ufanikiwe kupitia mabadiliko yako hayo ya kheri, udumu. Hii ndio hatua ya pili, udumu kwenye mabadiliko yako. Ukibadilika leo, ukaingia katika kheri leo, kisha baada ya siku 2-3, kila unapoona mwezi unakwenda kumalizika, ndio unaanza kutengeneza mipango ya kurudi tena kule kulikotokea zamani kabla ya kuingia kwa Ramadhani. Yani unatengeneza mipango hapo, itakuwa bado haujafaidika na mabadiliko yako hayo. Mabadiliko ili yakuletee natija lazima yawe pea. Badilika kisha dumu katika mabadiliko yako. Kwa hiyo lazima kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia mabadiliko, tukaingia katika kheri na tukazitupa shari. Hapo tumshukuru Mungu. Lakini tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sisi wenyewe kuweka maazimio ya dhati kabisa kupitia mabadiliko haya. Tunataka tudumu, Mungu tusimamie, tudumu katika mabadiliko yetu haya, na hatimaye tuupate mwisho mwema, kwa sababu mabadiliko yanaashiria toba zetu za dhati. Na ndio maana inafika wakati tunapoingia misikitini tunamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala maneno ya kuashiria kwamba sisi tumeleta toba za kweli. Ya Tawwabu tubu alaina warhamna wanzur ilaina, ewe mwenye kupokea toba, tupokelee toba zetu sisi, tuhurumie sisi na ututazame kwa jicho la huruma. Ya Tawwabu tubu alaina, ewe mwenye kukubali toba, basi tupokelee toba zetu sisi. Si hivyo tu, bali waghfir lana waliwalidina, tusamehe sisi madhambi yetu na uwasamehe wazazi wetu. Tunaashiria kwamba sisi tumeleta toba za kweli, tumeamua kubadilika. Kisha tunamwambia ya Tawwabu tubu alaina wasamihna fima janaina, ewe mwenye kukubali toba, tupokelee toba zetu na utusamehe katika yale ambayo tuliyachuma huko nyuma, ambayo ya kukukera wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbe tunaashiria tumeingia kwenye mabadiliko ya kheri, jambo la kheri kabisa na jambo zuri. Lakini tunapoingia katika mfumo wa toba, utaona basi ndani yake utakuta kuna masharti matatu. Sharti ya kwanza kabisa, ayuqli anil maasiya, ni mtu kuamua kujing'oa katika lile ambalo walikuwa akimkosea Allah. Hiyo ndio sharti ya kwanza. Sharti ya pili, ayandama ala fi'liha, ni mtu ajute kwa nini alikuwa anafanya makosa ya kumkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kipindi cha miezi ya nyuma. Lakini sharti ya tatu, ayazama alla yauda ilaiha abada, aazimie kuanzia sasa sirudi tena kule nilikotokea. Akifanya hivi, akifanya mabadiliko ya design hiyo na akawa na misingi hii, basi huyu atakuwa amekamilisha pea na atafaidika na mabadiliko yake hayo. Kama atakuwa amesimama kwa mguu mmoja, itakuwa ni tatizo. Ndugu zangu watukufu, mmoja katika maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaitwa Abu Amri, katika riwaya nyingine yasemekana Abu Amrata, jina lake Sufyan ibn Abdullah. Siku moja alikuja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofika kwa Mtume, ye alitaka kuna jambo afahamishwe, aelekezwe na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka. Rasulullah, nimefika kwako, ninachoomba unifahamishe mimi katika Uislamu qawlan, neno ambalo la as'alu anhu ahadan ghayraka,
Neno hilo ukishanifahamisha, ukishanipa maelekezo, basi majawabu yake yawe ni majibu ambayo yatakuwa yamenitosheleza, yani satisfied answer, maana majibu toshelezi. Sina haja tena ya kumuulizia mtu yoyote nifafanulie kwenye hilo, kutokana na majibu yako yatakavyokuwa yamenitosheleza. Ni hivyo kuhusu Uislamu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ishikilie miguu miwili, qul amantu billahi thumma istaqim. Wewe sema nimemwamini Mungu, kisha baada ya hapo istaqim. Hebu simamia imani yako hiyo, simamia kuwa na msimamo katika hilo ambalo wewe umeliamini. Hii ndio miguu miwili. Hii ndio miguu miwili ukitaka kudumu katika jambo la kheri kama Muislamu, kama jambo linahusu Uislamu, ukitaka hilo uendelee kuling'ang'ania na ufenalo, lazima uwe na miguu hiyo miwili. Sheikh, mguu wa kwanza, hebu muamini Mungu kwenye hilo. Na hata somo yetu hiyo tunaambiwa manswama Ramadhana imanan, hiyo ni nukta ya kwanza, imanan wa ihtisaban. Na nukta nyingine hiyo, yoyote atakayefunga Ramadhani akiwa na imani, ile imani ndio iliyomsukuma afunge, sio kwa sababu watu wote wanafunga nyumba nzima nionekane mie kobe, hii aibu ndio unafunga kwa ajili hiyo. Hapo unafeli. Manswama Ramadhana imanan, yani imani ndio ikusukume katika kufunga, sio kwa sababu kuna watu unawaonea aibu wewe ukionekana unakula mchana. Si hivyo, utafeli. Lakini iwe wahtisaban. Na je, una yakini ya kutaraji malipo kwamba unalolifanya Allah atakulipa? Hilo la pili. Ukifunga kwa mtindo huo, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Ramadhani ikiisha hii, hauna dhambi hata moja, umesamehewa kabisa. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana Mtume haongopi. Kwa hiyo ukiwa katika miguu yako miwili, jambo ukiliamini, huwa na msimamo nalo. Kama unaamini kwamba hii Ramadhani, ninapoingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ninaamini kabisa ni wakati pekee wa kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala, na kuonyesha udhalili wako kwa Allah, na kuonyesha kwamba wewe si chochote si lolote kwa Allah. Sasa unamrejea Allah kidhati. Kama ni kweli uko hivyo, basi kanuni inakutaka baada ya hapo lisimamie jambo lako hilo. Kama unamwamini Allah, unayemwamini huyo katika wakati wa Ramadhani, ndio huyo umwamini katika nje ya Ramadhani, basi simamia msimamo wako huo hata nje ya Ramadhani, uonekane wewe msikitini haukauki, kama ambavyo ulivyokuwa yani haukauki msikitini ndani ya Ramadhani. Ndugu zangu watukufu, imani na msimamo ndio pea inayokwenda kumwezesha Muislamu kuweza kulisimamia jambo lake lenye faida na yeye katika Uislamu. Ukikosa kimoja, ukiamini alafu huna msimamo, lazima ufeli. Yani umesimama kwa mguu mmoja. Cheze kama ndo umesimama kwa mguu mmoja, alafu tunakwambia bana, hebu nataka uende tu hapo sokoni kwa mguu mmoja alafu urudi. Uwezi. Na ndio maana inatokea dharura, mtu kama mguu mmoja hana, lazima atafute sapota ya kitu chochote, ima gongo au mti, ili atengeneze sapota ya upande wa pili ndio aweze kustruggle. Vinginevyo hawezi kutembea, hawezi kwenda, kwa sababu mguu mmoja peke yake bado hawezi kumsaidia. Basi ukiwa na imani, una istiqama, bado hujafanya kitu. Umechukua nukta moja, nukta nyingine una. Ukiwa na msimamo kwenye jambo usiloliamini, pia utafeli tu. Kama jambo uliamini alafu ukatengeneza msimamo, alafu imani yako yenyewe ndogo kwenye hilo, pia utafeli. Ndugu zangu, nataka niwakumbushe wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya kazi kubwa ya kulingania, kufanya da'wa na kuwaelekeza watu katika mambo ya khairi. Na alhamdulillah, watu kutoka katika sehemu mbalimbali walimfuata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamuamini
lakini katika hao walitofautiana katika makundi mawili tofauti. Kuna kundi ambalo liliamini moja kwa moja kumwamini mtume na yale aliyoyaelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa na msimamo nayo katika hayo, na kuna kundi lingine liliamini kumwamini bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hayo waliomwamini, lakini likakosa kuwa na msimamo. Tazama hali ilivyokuja kujitokeza wakati bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa katika mji wa Bahrain. Pale kulikuwa na kitongoji kimoja au kijiji kimoja iko kinaitwa kwa jina la Juwatha. Juwatha hiki ni kijiji ambacho swala ya Ijumaa ya kwanza kuswaliwa baada ya ile iliyoswaliwa Madina, ya kwanza kuswaliwa iliswaliwa katika kijiji hiko. Ijumaa ya kwanza baada ya ile iliyoswaliwa kule Madina, ya kwanza iliswaliwa katika kijiji hiko. Kwa maana hii ndio ilikuwa ya pili sasa kuswaliwa tangia kufaradhishwa Ijumaa. Ndugu zanguni, katika kijiji hiki alitokea mtu mmoja anaitwa Al-Jarud ibn al-Mualla. Alikwenda kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa lengo la kupiga goti kwa ajili ya kusoma Uislamu. Aliusoma Uislamu kupitia maelekezo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akautambua vizuri. Alirudi katika mji wake, kijiji hiko iko ndani ya Bahrain. Alirudi pale akawaelimisha, kwa hapa taaluma, watu wakawa wanajua. Kipindi ambacho maradhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam yameshtadi, bwana mkubwa huyu ambaye ni sahaba alirudi tena kule kwenda kutazama hali ya mtume ikoje. Baada ya siku 2-3 mtume akafariki. Alipofariki, taarifa zikapenya zikawafikia watu wa Bahrain ambao wao walishamkubali bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakaamua kuyaacha yale ya kwao na kutazama maelekezo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakawa wamesimamia hivyo, wanaamini hivyo. Taarifa ilipofika kwamba mtume amefariki, wakajitokeza watu waitwa duatu sui, walinganiaji wa uovu. Wakawambia, jamani sikilizeni. Wakawa wanapita nyumba hadi nyumba, wakati mwingine wanaandaa mikutano. Jamani sikilizeni nyinyi, huyu Muhammadi ameshafariki. Sasa kikanuni, lau kana Muhammadun nabiyya lama mata, katika mtindo wa kanuni, lau huyu Muhammadi angekuwa mtume kweli asingekufa. Yani anakufaje kirahisi mtume? Mtume hawezi kufa kipuzi bwana. Kwa hiyo kwa kuwa amekufa, lazima tutambue kwamba inawezekana ilikuwa ni michezo tu ile tunachezewa. Watu inawezekana ikawa kweli Walimwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakakosa kuwa na msimamo kwenye maelekezo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakawa inawezekana ikawa kweli. Basi vijiji vyote vya mji wa Bahrain, watu wote waliritadi, walirudi tena huko walikotokea. Lakini kwa sababu alikuwa katika miongoni mwa wale ambao walikuwa ndio wakilisimamia jambo hilo kindakindaki, alikuwa mtu mmoja anaitwa jina lake Al-Hatam. Huyu alikuwa ni katika watu ambao wanalisimamia jambo hilo kwa nguvu zote. Hatam ibn Dubay'a akawa anawaambia, anawalingania watu, wakaona kwamba jamaa ana nguvu za ushawishi, huyu sasa anatufaa awe mtawala wetu katika mji wetu. Tukifanya wakaweka kikao, sasa tumtawadhe huyu bwana ndo awe kiongozi wetu katika mji wetu wa Bahrain. Wakamtawadha yule bwana akawa ni kiongozi, kwa sababu ya kusambaza zile taarifa ambazo zisizokuwa nzuri, ili watu watoke katika msimamo wao, waachane na imani ile, waingie kule walikotokea zamani kabla ya ujio wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu mtume wakati analingania, watu walipobadilika, kuna watu walichukia. Kwa nini huyu awabadilishe watu? Hasa alipokufa tu akachukua kigezo, mtume gani anakufa? Anarudi Al-Jarud ibn al-Mualla baada ya maziko ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anarudi, anafika katika kijiji chake, anakuta kuna watu washayumba tayari, na wale pia
wametingishwa, wengine mguu nje mguu ndani, wengine tuwafuate kule au inakuwaje? Akawaita, jamani, nasikia kuna jambo limetokea 1 2 3. Ndio, na hata sisi wenyewe pia, hata ile imani yenyewe ishashuka. Sidhani kwa sasa mtume gani anakufa. Akawakusanya tena akawaambia, inni ya qaumi inni sa'ilukum an amrin fa akhbiruni in alimtumuhu. Nye watu wangu, nye si watu wangu, mnanielewa mimi? Si mnanielewa nikiongea? Ndio. Basi ninachoomba kwenu sasa, mimi nataka nikuulizeni tu swali la jambo moja tu, na mnijuze, mnipe habari ikiwa mtakuwa mnajua uhalisia wa jambo hilo. Jambo gani aliwauliza? Akawauliza kwamba annahu kana lillahi anbiya'u qabla Muhammadin, hal annahu kana lillahi anbiya'u qabla Muhammadin. Je, kwani Mungu hakuwa na mitume wengine kabla ya ujio Muhammad huko awali? Qalu naam, wakasema ndio, alikuwa nao. Alikuwa nao fainahum, haya wako wapi au mitume ambao alikuwa nao Allah kabla ya kujua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wako wapi? Qalu, wakasema matu, washakufa, wamekufa. Fa inna Muhammadan sallallahu alayhi wasallama mata kama matu, hakika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye pia amekufa kama walivyokufa hao mitume wengine, sababu yeye pia ni mtume tu. Wa anni ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa anna Allah hayyu la yamut, na mimi binafsi, mimi kama mimi ninakiri kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na ninakiri kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Bali si hivyo tu, vile vile ninakiri kwamba Allah yeye yuko hai na wala hafi. Bwana akasema, sasa anta afdaluna wa aqaluna wa sayyiduna wama qulta illa haqqan. Wewe bwana, katika wabora wewe mbora wetu, wewe ni mbora wetu, na wewe katika wetu wenye akili, wewe ni kiongozi wetu kwa akili, na wewe ndio bwana mkubwa wetu, tunakuelewa hayo maneno unayosema. Wama qulta illa haqqan, hakuna ulichokisema isipokuwa kila ulichosema umesema kweli. Fathabatu ala alislam, walikuwa wanaanza kulegalega, wakarudi tena wakasema basi tunabaki kwenye Uislamu, hatuuache Uislamu. Wakarudi katika msimamo, waliamini baada ya kukosa msimamo kwa haraka tu walikuwa wanaferishwa. Kwa hivyo hata hii Ramadhani tunayoona hii Ramadhani si inakuja kutuhamasisha tuingie kwenye mambo ya Mungu? Jawabu ndio. Sawa, tushaingia katika mambo ya Mungu na hasa katika ibada ya swala. Kwani Ramadhani ikiisha ndio swala imeisha? Jawabu hapana, swala bado ipo. Iliondoka ni Ramadhani tu, kama ambavyo kule alivyoondoka ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, walishapita mitume kabla yake. Allah ambaye Mtume amekuja kulingania namna gani watu wamwabudu Allah, Allah yupo. Kama Allah yupo, utaratibu wa kuabudiwa kwa maelekezo yale yale yaliyoelekeza Mtume bado unaendelea. Basi ndivyo hivyo katika Ramadhani, tuone kwamba inatuhamasisha tuingie katika toba za kweli. Baada ya toba yetu ya kweli, tuwe na msimamo, tusimamie kwenye kile tulichokitubia. Inawezekana baadhi yetu hivi tunavyozungumza, kuna mwingine anaishi Chanika hapa, aliyekuwa anaishi naye zamani saumu yake yanafungia yuko Chole. Kwa mwezi wa haki, mwezi wa toba, nenda kwanza nyumbani kafungie kule, mimi nafunga kwa sababu mambo yatakuwa sio mazuri hapa. Basi utaratibu kama ameona kwa sababu Mungu hapendi, basi utaratibu awe na msimamo nao. Sasa ikisha Ramadhani, kama ajipange akaoe,
akirudi anarudi hali ya kuwa yupo ndani ya ndoa. Sio ndio iendelee. Sasa wakati tunaamini tunachokiamini, tunakosa kuwa na misimamo, tunafeli. Kwa hiyo ndugu zanguni, ukisimama na mguu mmoja unakosa balance. Ukitaka uwe na balance lazima usimame na miguu miwili. Kwa hiyo ukisimama mguu mmoja, akija mtu akikusukuma, wewe unaenda mzima mzima. Lakini ukisimama kwa miguu miwili, akikusukuma mtu unapata balance ya kuegemea hapo, unarudi unaendelea. Kwa hivyo tumuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika haya niliyoyasema machache yaingie katika nyoyo zetu. Nimejikumbusha mimi pamoja na kuwakumbusha ninyi ndugu zangu watukufu Waislamu wote wapenzi, mnayempenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mnayempenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mnayoipenda dini yenu na imani yenu, na mnapenda kila mmoja anapenda na ana shauku apate mwisho mwema, basi tuyashike haya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atatujalia kupata mwisho mwema. Mwenyezi Mungu atujalie tupate mwisho mwema. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum bil qur'anil 'azim ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ادعوا الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا. اللهم فصل وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته واتقوه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة الكرام خليفة أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وفارس المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب باب العلوم والحكم والآداب رضي الله تعالى وعن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك وأعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله على التمام والكمال. يقم الصلاة.